Baada ya mzee kusema huyu sio mtoto wangu na ikiwezekana mumchukue muondoke naye, wote pale tulikuwa tumepigwa butwaa, tukashangaa, tukawa tumechanganyikiwa, tumepagawa, hatuelewi nini tufanye. Tupo katika mikoa ya watu, katika vijiji vya mbali, na iko kijiji kilikuwa juu ya milima huko. Wenyeji wa huko wanajua ni juu ya milima kabisa, ni mbali sana na hapo wilayani Muheza. Sasa huyu mzee anatuambia tuondoke na maiti ikiwezekana, la mtajua wenyewe jinsi ya kuzika kidogo. Sasa kwa sababu pale majirani walikuwa wamejaa kwenye msiba, wakahisi yule mzee amechanganyikiwa baada ya kuiona maiti ya mwanaye. Kwa nini? Toka mwanzo alitoa ushirikiano, walichanga kule, wakatutumia hela, tukachukua maiti huku tukaipeleka mpaka kule. Vipi sasa hivi aseme huyu sio mtoto wangu? Tukajua mzee baada ya kuona ile maiti amechanganyikiwa. Basi tukamwambia jamani, tunaomba muongee naye. Basi wakawa pale majirani, bwana mzee vipi, mbona hatukuelewi? Vipi? Wanamwambia, wanamsii, wanamwangalia saikolojia yake ikoje nini. Mzee anasema mimi niko mzima, mimi sina shida ya aina yoyote, wala mnavyonifikiria kwamba mimi akili yangu imeruka, mimi akili yangu iko salama. Ninasema hivi, huyu sio mtoto wangu. Sasa watu wa kijijini pale wanasema hebu tuione hiyo maiti kwanza. Watu wa kijijini, wazee pale 5 wakaingia ndani, wakafungua ile maiti kuangalia, wanaona ni maiti, ni mtoto wa yule mzee.